huhitaji mtaji kutengeneza pesa mtandaoni. Ushia kujifikiria namna gani unaweza kutengeneza pesa mtandaoni hadi kiasi cha 2.5 kwa siku? Well, it's possible. Na leo nitakuelekeza njia mbalimbali ambazo unaweza kutumia kutajirika mtandaoni hata kama unaishi Tanzania. Na baada ya hapo nitakueleza makosa ambayo watu wengi sana wanayafanya, Watanzania wanayafanya, ndio maana hawapati hela mtandaoni. Okay guys, jina langu naitwa Rebecca, sio personal finance coach. Kwenye hii channel tunaongelea kila kitu personal finance, ujasiriamali na jinsi gani ya kuwa wealthy. Kama unataka kufikia uroko wa kifedha, hakikisha una subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kila wakati tukiupload video mpya. Tuende moja kwa moja kwenye video yetu ya leo. Njia ya kwanza ya kutajirika mtandaoni ni kuuza bidhaa mtandaoni. Yaani kuna watu wanafanya biashara kama saloni nini, amesharidhika na wateja wake wanaokuja kila siku. Lakini je, jaribu kuangalia nguvu ya mtandaoni. Ukiupload mtandaoni ukapata wateja wengi, kuna potential wewe kuongeza nini? Kuongeza bei ya kile, kwa sababu demand ikiwa kubwa automatically price inaongezeka. Na demand ikiwa ndogo ndio maana unakuta unaweka price chini, kwa sababu wale watu wanaokuzunguka sio wengi. Na wakisuka labda wanakaa mwezi mzima mpaka warudi tena. Lakini je, ukitangaza mtandaoni ni watu wangapi wanasuka kila siku? Kwa kuna potential ya wewe kupata wateja wengi. Na hata kama sio biashara ya huduma, yani service, hata kama unauza kitu. Mimi mwanzoni nilikuwa siamini katika biashara mtandaoni. Lakini nilivyoanza biashara yangu ya pochi, nikatangaza mtandaoni na mtu akanipigia, nataka pochi 4. Shilingi ngapi? Nikamwambia 25 kila pochi. Akatuma laki pale pale. By that time nilikuwa nafanya delivery mwenyewe, napanda daladala nampelekea mteja. Delivery nakuletea, akasema usiniletee, tuma Bolt, nitalipia. I was like, oh my god. Online business is real. Hapa kuna potential ya kutengeneza kuanzia 100,000 kwa siku mpaka 500,000. Mimi ile siku naanza tu, hata nilikuwa sina followers wengi. Nilikuwa na followers kama 400 sijui 500. Nilipata 100,000 ile siku. Na wewe ni mteja mmoja. Kwa kuna potential kama ukifanya advertisement nzuri ukapata wateja wengi. Biashara ya pili ni affiliate marketing. Yaani unatangaza bidhaa ya mtu na unapata commission kwenye kila mteja ambaye atanunua. Guys, this is real. Personally nilikuwa nimejiunga na YouGreat, ambapo ukileta mteja anakulini unapata commission mpaka 98. Okay? Kama unapata 98 na ukiongeza juhudi ukapata wateja hata 5, tayari una 500,000. Kulana na 200,000 ni kama it's a peanut, kwa sababu ni kitu ambacho kinawezekana. Na pale haujawekeza chochote, ni muda wako na kutangaza bidhaa ya mtu mwingine. And this guys is a game changer. Kwa kama una followers wengi, monetize wa followers. Kama Tito utashoka kwa TikTok star, una followers 5,000, 1000 ngapi? Anza join those affiliate program kama Amazon, Clickbank. Hizo zote zina offer. Ukisha share link yako, mtu akiklik pale utapata commission. Tatu ya kutajirika mtandaoni ni kwa kutumia dropshipping. Yaani unatangaza bidhaa ya mtu kama ya Nifa. Unaenda Nifa pale, unachukua zile vipodozi unavitangaza kwenye page yako. Mtu akitaka unamconnect na Nifa. So Nifa hamjui mteja. Unasema naomba kipodozi fulani kipelekwe kwa mtu fulani. Unamlipa Nifa, lakini wewe utapata kile kiasi cha zaidi ambacho umemtaji mteja. Kama Nifa anauza shower gel 45,000, wewe unatangaza kwa 65,000. Mtu kataka, unampigia Nifa, naomba delivery ya kitu fulani sehemu fulani, ambapo ni sehemu ya mteja. Ikifika pale, yule mteja kumbuka amekutumia 65,000. Wewe unamtumia Nifa 45,000, unabaki na 20,000. Ujetengeneza hela. My dear, usikae kizembe. Huhitaji mtaji kutengeneza pesa mtandaoni. Njia ya 4 ya kutengeneza pesa mtandaoni ni kwa kuuza digital products. Digital products ni kama vitabu, e-books, ni kama courses, kama coaching. Yani kama una ujuzi fulani ambao unaweza kutengeneza kama kitabu, unaweza kutengeneza kama course, basi unaweza ukauza. Kwa sababu people want to be guided. People want solution. Kwa hiyo kama wewe una ujuzi, uza, why not? Na kuna potential ya 100,000 mpaka 500,000. Inategemea na umejimarket vipi, umejiposition vipi online. Mara ya 5 guys ndio hii ambayo naifanya, YouTube. Yes, YouTube kuna potential ya kutengeneza kuanzia 100,000 mpaka 1,000,000 per day. Inategemea na wewe unatengeneza content za aina gani. Na uzuri wa YouTube, unaweza kutengeneza hela kwa njia mbalimbali. Unaweza kutengeneza hela kwa kutumia zile Google AdSense, ambapo YouTube anakulipa. Pia unaweza kulipwa na makampuni ku advertise products zao. So the potential is endless guys. Okay? Sasa unaweza kujiuliza kwa nini watu watengenezi pesa wakati hizi njia ni rahisi hivi? Sasa kuna makosa ambayo asilimia kubwa watu tunafanya, ndio maana tunajikuta hatutengenezi pesa mtandaoni. Naomba unisikilize kwa makini ili usije kufanya haya makosa. La kwanza, kutaka pesa za haraka.
bila kujifunza. Okay? Hizi njia zote nilizokuambia, ukikurupuka ukataka upate hela siku hiyo, my dear, you won't make it. Lazima ujifunze, lazima uwe mvumilivu ili upate hela. YouTube, ukimwangalia hata MrBeast ambaye is the most paid YouTuber, alikaa muda mrefu sana akiwa na followers wachache. Subscribers wachache. Lakini over time walivyoanza kuongezeka, now he's earning millions, billions of money. Na kuna mwingine anaitwa Ruli Ohoma, sijui, nitaweka channel yake hapa kwenye ndani. Huyu dada alikaa miaka 6. Alianzisha YouTube channel zaidi ya 6. Zote zilikuwa zimefeli, lakini now he has millions subscribers na he's earning money through YouTube. Kwa hiyo katika njia yote ambayo utachagua kuifanya hapa, akikuwa na uvumilivu, kuwa tayari kujifunza na kuweka juhudi katika hiyo biashara ambayo utakao umeichagua. Nothing comes easier. There is no free money. Lazima uweke wewe effort mwanzoni ili wewe uvune matunda. Hata katika kilimo, tunapanda, tunapalilia, tunasubiri mvua inyeshe kila kitu, alafu tunakuja tunavuna. Kwa nini wewe expect uingie mtandaoni siku hiyo upate hela? Of course kuna wale watu ambao they are outliers. Yaani ameingia tu ndani ya wiki moja tayari is making billions. Lakini majority of us, we have to keep effort na kuwa persistent. Kingine ni kutoelewa wateja wako. Wewe umewatarget watu wa namna gani? Sio ukitaka kumtarget kila mtu ndio unajikuta hupati mteja yoyote. Kwa sababu kila content ni tofauti kulingana na watu ambao umewatarget. Kama target yako ni wazee, kuna namna ambavyo utaongea na wazee. Kama target yako ni vijana Gen Z, kuna namna utakayojipresent online ili waweze kununua bidhaa kutoka kwako. Kubwa kuliko yote ni kutegemea njia moja ya mapato. Ni kama leo nimekwambia wewe basi YouTube inalipa, basi unategemea tu YouTube. My dear, you will give up. Okay? Kwa sababu hizi vyote vinahitaji we build up momentum. Kuna muda utafikia utaanza kutengeneza hela. Lakini ukisema anategemea YouTube ndio niishi, unajikuta unakata tamaa kwa sababu hicho sio kitu ambacho kina happen overnight. It takes time to build momentum. Niambia kwenye comment section below, utaanza na biashara gani au utatumia njia gani kutajirika mtandaoni? Ni kitu ambacho kinawezekana. Kuna watu ambao wametajirika na wewe sio exception. Unaweza kutajirika mtandaoni endapo tu utachukua hatua na utaamua kuanza leo. Cha muhimu ni kuanza kuchukua hatua. What if you be successful tomorrow? Thank you so much for watching. Jina langu naitwa Rebecca Samuel. Kama hujasubscribe, hakikisha subscribe. Kwa wale ambao wanasema mimi sitaki kufanya biashara mtandaoni, basi kuna video ambayo nimetengeneza ya biashara unaweza kufanya tu na kufanikiwa mwaka 2025. Hakikisha unaangalia video. Till next time. Bye bye.